Karibu Paradiso. Macho huona, lakini moyo huona zaidi. Mikono upapasa, lakini moyo huisi raha zaidi. Nakupenda sana. Unanipenda wewe usingenifanyia. Nikulitaka kunichezea na kunipotezea masomo yangu, si ndio? Hata sijaribia maisha yangu. Karibu Paradiso. Ni filamu kali toka kwa mwigizaji wako Mustafa Waziri West. Mapenzi, majonzi, vishawishi na machozi. Chukua pesa yako tafadhali. Chukua. No! Ndio mama kutenda hivi yote. Karibu Paradiso, sasa ipo madukani. Pata nakala yako sasa. Haji Dilunga Film inaletea Uwanja wa Dhambi. Ni sinema yenye matukio ya kutisha, kusikitisha, kufurahisha. Uwanja wa Dhambi ni sinema ya kusisimua iliyobeba ujumbe mzito. Yule mwanamke ni mtu hatari sana, atakufanyia mabaya. Simuogopi kwa chochote. Filamu imetungwa na kuongozwa na Haji Dilunga. Na wao watu ndio. Sasa ipo madukani. Wahi nakala yako. Mahaba mahabati, malavidavi maloveli makuchkuch hotae. Mahabati. Kuanzia leo usinijue. Utajua kinachonisumbua. Kwa nini nisijue sasa? Ni filamu bomba iliyosheheni mahaba ya kukata na shoka toka kwa mwongozaji Musa Banzi. Mahabati ni pigo takatifu lenye mahadhi ya Kihindi. Mahabati ni full mahaba. Nenda kapata nakala yako sasa, iko madukani. Akose mimi? Akose John? Akose na Tina? No, Bradina! Kill me first! I haven't done more Jeff! Taka! No, Bradina! Move! No, Bradina, no! Kill me! Kill me, Bradina! No! Kama umeshindwa kumua mdogo wako, niue mimi first! No, Jeff, please! No. Kill me! Kill me, Bradina! Kill me! No, Jeff! No, Jeff! Kill me! Kill me! Niko ready, Bradina! Niko kwa lolote, Bradina! Please, kill me! Kill me, Bradina! I'll kill you! The game of love, the game of love. My honey, my sweetie, the game of love. My honey, my sweetie, the game of love. This is the game of love, the game of love. This is the game of... Nimefanya makosa makubwa sana kumsaliti mpenzi wangu Jeff. Kama nitakuta na wana bomani, lazima nivunje ndoa hiyo. Oh, pole sana Jeff. Sikujua kama kusaliti kwangu ni sawa na kushiriki game ya Blandina. Blandina. Masikini Lina wangu. Inaelekea bado anampenda Jeff. Lina, samani sana. Sitokuacha urudiane na Jeff. Nitapigana mpaka mwisho. Kwanza Jeff kama ameshawana na Tina, atakuwa hana nafasi ya kurudiana na Jeff. Rina, Andrew mimi huyu, mtoto amenichanganya. Mimi na ujanja wangu wote. Kweli mapenzi ni upofu. Sijui hilo boma la kufungishia ndoa litakuwa sehemu gani. Mungu wangu. Oh, habari yako Rina? Salama. Nana Njogo unakuja kusherehe au umekuja kuweka kipingamizi shema? Sijui amejuaje nia yangu. Hapana shemeji, nimekuja kuhudhuria kama watu wengine. Njogo uko unachelewa. Jeffo na Tina wanaisha wana zamani sana. Unajua nilichelewa kupata taarifa. Kwa hiyo mbona unatoka sasa hivi? Nilichelewa kwa sababu njoo nilikuwa kwa ajili ya kusimamia mikataba yao. Na njoo wenyewe bakadai kwamba wanawahi kwa Blandina. Wanamwahi Blandina?
Wapi? Kwa Blandina. Nielekeze niende Peti. Sijari kitu kama yuko mzuri. Tafadhali Peti, kama nielekeze niende kuna jambo bali nataka kumtokea Jeff. Njoo niko na kuelekezesha vizuri. Wenyewe unapitisha nani ya shule ya Uhuru. Wenyewe unapofika kwenye shule ya Uhuru, usikatishe nani. Uongoze nayo moya kwa moya. Kisha ukifika mbele kama unakwenda Ilala, ukikatisha ile nani. Naondoka Blandina, sitaki nijiingize katika matatizo yako. Sio tatizo langu, tatizo letu sote. Tatizo letu sote. Hili si tatizo letu Blandina. Hili ni tatizo lako pekee yako kwa sababu wewe ndio uliyeua. Na wewe si ulikuwepo? Hata kama nilikuwepo Blandina, unategemea nini? Acha shida kwa mkondo wake. Sasa mimi nimefanya nini? Ujui sio? Joan, wewe ni msaliti. Na kwa pia huwezi kutoka katika uwanja huu kabla sijakupasua kichwa chako. Joan, ni bora sheria ifuate mkondo wake nikiwa nimeua watu wawili. Sasa unataka mimi nifanye nini? Nishauri. Akili yangu imeruka. Nipe mawazo, nimeshaua mtu. Nilikwambia Blandina, nilikwambia. Acha kelele wewe. Kuwa nimeua mimi unapiga pia kelele kama kinda la ndege. Nipe mawazo. Sasa tutafanya nini? Tutoroke. Tutoroke Blandina. Tutoroke wapi na serikali mkono wake mrefu? Inabidi tudhibiti siri hii ili sivuje. Okay. Good idea. Mama yako si hayupo? Yupo Uingereza. Okay, safi. Sasa Jeff itakuwaje? Bado yuko ndani analialia tina wangu. Hapo ipo kazi. Hakuna kazi Joan. Jeff naye itabidi afe. Afe? Ndio afe. Blandina, unaua mtu wa pili. Pote jambani. Ni bora sheria ipate mkondo wake ikiwa nimeua watu wawili. No, Blandina. Hakuna cha no. Twende. No Blandina. Nimesikia yote ulikuwa unasema. Eti unataka kuniua kusudi upoteze ushahidi. Umechelewa. Sijachelewa Jeff. Lazima nionane na Jeff ili nimwombe msamaha kwa kitendo nilichomtendea. Hata kama atakataa kurudiana na mimi. Kurudiana itakuwa ngumu. Ameshakuwa mume wa mtu. Jeff, nilikupenda sana. Lakini tamaa ya pesa ndio iloniponza nikajikuta nimenasa kwenye njama za Blandina. Safi. Baba nilikuwa naulizia kibanda cha kupiga simu kutumia pesa wapi? Kibanda cha simu? Ndio. Huko ngambo ya pili. Kule? Asante. Haya, asante. Mpango wako ni upi Blandina? Nakuuliza mpango wako ni upi? Mwili wa Tina umeshapumzika hapa kwenye dunia. Hilo nalijua, lakini tutafanya nini ili mwili wa Tina usigundulike? Ni kazi rahisi Joan. Tutaweka kwenye buti ya gari tunakutupa. Kumtupa? Yes. Huoni kuwa mwili wake utagundulika kirahisi? Hata kama utagundulika Joan, haiwezi kujulikana kama ndio nimeua. Haitajulikana? Ndio, kwani siri najua mimi na wewe. Yupo mtu watatu Blandina anayejua siri hii. Nani Joan? Tina. Maiti huwa iongei. Huu ndio mwisho wake Tina. Labda hiyo kesho kwa Mungu kama tutakutana. Mimi simzungumzii Tina Blandina. Unamzungumzia nani? Jeff. Lazima nimwoe kwa mkono wangu kabla siri hii haijasambaza. Twende tunachelewa. Alo. Hapo ni kituo cha polisi? Mimi ni raia mwema afande. Kuna tukio la mauaji limetokea. Ndio ametumia risasi. Mikocheni B mtaka Ngaloni namba 49. Sawa afande. Asante. Fungu ya gari ipo ndani. Kasifati basi. Come on Blandina, tunachelewa. Muda. Kasifati wewe. Sasa mimi nitazijuaje zilipo? Okay. Chumbani kwangu juu dressing table. Kasifati mwenyewe. Unataka kutoroka sio? Sio hivyo Blandina. Shut up Joan. Nimeshagundua mawazo yako. Unataka kutoroka sio? Unaenda kweli? Hala. Nenda.
kilichokuleta? Nimekuja kumwona Jeff. Uliambiwa unaishi hapa? Ndio. Jeff na Tina leo si wameoana. Hayupo. Wameenda honeymoon. Honeymoon? Na huyu ni nani? Ha? Binti, haya kwa mambo binafsi. Yananihusu Blandina kwa sababu mnampenda sana. Alinihusu. Kumpenda kwako Jeff akinihusu mimi kabisa. Nimeshakwambia wameenda honeymoon. Naomba uondoke. Na hiyo bastola ya nini? Umeua? Umeua Blandina? Linda, unachezea moto wa kifuu. Ondoka. Toka kwenye nyumba yangu. Na Blandina. Siwezi kuondoka. Napenda sana Jeff. Bora uniue na mimi. Niue Blandina. Jeff. Jeff! Jeff, my love. Hapana Lina, sijafa. Bahati imekuwa ya kwangu, amemuua mdogo wake Tina. Oh, maskini mpenzi wangu Jeff. Kumbe bado upo hai. Nimekuja kuomba msamaha mpenzi wangu. Msamaha wa nini Lina? Nilikusaliti Jeff. Sikujua kusaliti kwangu. Nisitaka kushiriki game ya Blandina. Nakupenda sana Jeff. Na ndio maana nimekuja leo kwa kifo chako. Mbwa wewe usini. Sio muda wa kuomba msamaha. Nimemuua Tina kwa sababu yako Jeff. Nimemuua kwa mikono yangu miwili. Sasa umefika muda wa kufa wewe na Lina kwa sababu mmejua siri yangu. Sitaki siri yangu ivuje kuwa mimi Blandina nimemuua mdogo wangu Tina. Blandina, mimi siogopi kufa. Siogopi kufa Blandina. Kifo cha namna hii, kifo cha pamoja mimi na mpenzi wangu Jeff, siogopi. Tafadhali acha kuniua mimi. Acha kuniua mimi Blandina. Hapo hapo ulipo Andrew. Nyosha mikono yako juu. Kaa pale. Huu ni muda wenu wote wa kufa. Sali zenu za mwisho. Lakini Blandina, nimefanya nini? Nyinyi wote mtakufa ili siri yangu isivuje. Siri gani? Upasi kujua, utajua ukiwa hela. Salini sala zenu za mwisho. Hamtaki. 1, 2, 3. Mimi ndo napiga simu afande. Unapiga simu na uko na damu mkononi? Mnao watu kama kimoto wamepita kule. Mikono juu. Ni nani aliyo kama sio wewe? Huyu hapo dada. Wewe leta kuja. Kachi. Mikono juu. Nyosha chini wewe. Tazame juu, mnaangalia nini chini. Kama nikungute kipingu hilo. Wewe kuja hapa. Sogea. Nitakumaliza. Ona hapa. Kachi. Mbona unaniacha mpenzi? Nani mpenzi wako? Sema tulikuwa wapenzi zamani, sio sasa. Samahani kwa kuita hivyo. Bila samahani, unasemaje? Mbona juu Jeff? Kumbuka mimi na wewe tumetoka mbali. Sawa Lina, wewe unatakaje? Tutafute sehemu tuongee vizuri mimi na wewe. Tuongee juu ya nini? Na mbona ndio umemwacha kituo cha polisi? Hii ni game Jeff. Ilonipelekea mimi nikakusalitiwa kwa tamaa ya pesa. Kwa tamaa ya pesa. Sasa mbona umemwacha aende? Pesa zimemwishia? Sio hivyo Jeff. Nimegundua kuwa mimi nilitumia katika kufanikisha mpango mzima wa Blandina. Sawa Lina, katika kutumia. Ndio akajikuta nakupenda kweli. Lakini mimi sikumpenda Jeff. Unampenda? Mbona uko naye? Hebu acha kunifanya mimi kama mtoto mdogo. Ningekuwa nampenda Andrew. Sasa kwa nini kufuate wewe? Mimi sijui. Mimi najua Jeff, kwa sababu nakupenda. Wewe unasema tu Lina hivi. Wewe unipendi mimi? Nitazame machoni alafu tena kisha unijibu. Unanipenda? Kwa nini unashindwa kunijibu Jeff? Unanipenda? Jeff, unanipenda? Salina, unafanya nini sasa? Hebu acha kulia, futa machozi. Futa machozi. Sasa gela nini Lina? Twende tukaanze maisha mapya Jeff. Maisha ambayo siku ulipotoka hospitali baada ya kupata ajali ya Peti. Lakini Lina, mimi ni maskini Lina. Usihofu. Hata mimi sina kitu pia. Jeff,
Sifuati pesa kwako, nafuata mapenzi ya dhati yatokayo ndani ya moyo wako. Mimi sina kitu. Angalia hali yangu ilivyo. Okay. Utaishi vipi? Please. Twende Jeff. Lina, mimi sina kitu lakini. Usijali Jeff. Unataka nini Joan? Mbona hivyo Andrew? Mbona hivyo? Nakuuliza unataka nini Joan? Punguza hasira Andrew mpenzi. Mpenzi wako nani? Mpenzi wako si Jeff? Jeff ameshaondoka na Lina. Isitoshe, alishanikataa na kwenda kwa Tina. Jeff alikukataa. Wakati wewe ndio ulomfukuza nyumbani kwako baada ya kumfumania na Tina? Tuache hayo Andrew. Mimi na wewe ni mtu na mpenzi wake ambao tulipanga ndoto nyingi wakati. Sikiliza Joan. Mimi nimechoka kuyumbishwa kimapenzi katika game hii ya Blandina. Ndio Andrew. Hata mimi pia nimechoka na ndio maana nataka turudiane ili tutimize ndoto zetu. Urudiane na nani? Mimi nilikuwa sikupendi Joan. Nilikuwa na wewe kwa sababu ya pesa zako. Yaani Andrew ananiambia mimi hivyo? Kwa nini nisikwambie ukweli? Asante sana. Ina maana ulikuwa unanilia pesa zangu tu? Ndiyo maana yake. Msichana nilimpenda kwa dhati ni Lina, ambaye niligundua sikumtendea haki kwa kumdanganya na akaachana bwana wake Jeff. Mimi siamini kama kweli unipendi Andrew. Sio bure. Naona una kichaa. Sikupendi Joan. Sikupendi. Mimi nakupenda Andrew. Nakupenda leo, kesho na hata milele. Toka kwenye gari yangu. Andrew jamani. Nimesema toka kwenye gari yangu. Gari yangu. Gari yako ya Blandina. Pumbavu. Driver, utaenda moja kwa moja ofisini utakata kulia. Lina, kwa tunaelekea wapi? Jeff, mbona una hofu? Ina maana uniamini? Nakuamini ila nahitaji kujua wapi tunaenda. Tunaenda kwa shangazi. Kwa shangazi? Ndio. Lina, kumbuka kwamba unaniambia kwamba una ndugu hapa mjini. Ni huyo dada nimezoea kumuita shangazi. Nilipotoka Morogoro, sehemu ya kwanza kufanya kazi ni kwa huyo dada. Ni mtu mzuri sana. Ndipo hapo nilipoamua kujiendeleza kufanya kazi mpaka nikaamua kufanya biashara yangu ya mayai. Kwa nini tusende kuishi pale mwanzo ulipokuwa unaishi? Jeff, si rahisi kukuta chumba kipo wazi. Driver, simama hapo. Salama tu shangazi. Karibu baba. Asante. Karibuni. Asante. Jisikieni kama mpo nyumbani. Karibuni. Kwani tunakulipa hata angalau kodi ya chumba? Wala usijali baba. Jinsi mimi nilivyoishi na mwenzako, siwezi kuchukua hata hela yake. Wakati anaondoka anaenda kujitegemea, alinilazimisha tu. Sikuwa radhi, nilimpenda sana Lina. Hivi, Janet yupo wapi? Umemkumbuka sana shoga yako. Na angekuwepo, angefurahi kweli. Kaenda wapi? Kaenda South Africa na yule bwana wake Omi. Na hiki mwenyewe ndio chumba chake hiki. Haswa, ndio maana sikipangishi. Na mwenyewe utamsikia kila kipiga simu, chumba changu kipo. Janet kwa visa. Huyo Janet ni mtoto wa kwanza kwa shangazi ambaye tulikuwa tunapendana sana. Mwenzako kaenda South Africa? Kaenda kutafuta maisha. Jamani, naona niwaache ni muda umeisha. Usiku mwema. Nawe pia shangazi. Haya, kwaheri. Jeff,
Naomba usiku wa leo uwe kama ule wa mwanzo siku ulipotoka hospitali baada ya kupata ajali ya Peti. Lina, unamaanisha nini? Namaanisha hivi. Tuache yote na kisha tufufue penzi letu upya. Lina, naomba muda kufikiria. Ufikiri nini Jeff? Ha? Kama ni Blandina ataozea Segelea au atanyongwa, na kama Tina alikuwa na kuzuzua tayari ameshafariki. Ufikiri nini? Kumbuka uliniacha mimi na kwenda kwa Andrew ambaye mpaka sasa hivi yupo hai. Hata kama yupo hai, lakini mimi sikumpenda Jeff. Nimegundua kuwa nilifanya makosa makubwa sana. Nakupenda sana Jeff. Lakini pia John yupo hai. Jeff, sasa nini? Haunipendi? Nakupenda Lina, lakini... Lakini nini? Naomba muda. Naomba unisamehe Lina. Usifikirie vibaya. Huyu kijana anafanya tukio ni mwanao mwenyewe kabisa? Mwanangu akumzaa. Umemzaa mwenyewe kabisa? Mwenyewe nimemzaa. Sasa inakuwaje mpaka anamiliki silaha mama anafanya vitu kama hivyo? Mwachia tu hivi. Unajua kama ni hatari mama. Ndio, lakini kwa sababu mimi mama yao nina pesa na kila mtoto nimemfungulia akaunti yake. Sijui uende wenyewe amenunua. Anunue wapi mama? Inawezekana jambazi huyu. Unajua kama hii ni kesi mama. Unamwachia tu hivi hivi mtoto anamiliki silaha. Jambazi huyu. Hapana afande. Mwanangu si jambazi. Ndio maana nimekuja hapa ili kusudi tuongee afande. Haya, tuongee nini? Hii ni kesi sasa. Mada kesi. Tuongee kiutu uzima afande. Unanitengenezea mazingira ya rushwa. Unajua hivi sasa serikali imebadilika. Najua afande, lakini aliyeua mwanangu. Naomba unisaidie afande, nataka niwapoteze wote. Naomba unisaidie. Umenipa kazi kubwa sana. Wewe unataka tufanyeje? Nakuomba afande, fanya kila njia. Chochote unachotaka mimi nitakupa ili kusudi hii kesi isiende mahakamani afande, nakuomba. Kwa hiyo unataka tumwachie? Nataka baki hapa ili kusudi apate fundisho. Lakini ujue hiki ni kituo kidogo. Akikaa sana hapa atapelekwa mahabusu. Sasa ndio maana nataka wewe unisaidie hapo. Sikiliza. Mimi nina bosi wangu. Ndio. Itabidi nionane naye, niongee naye, alafu tujue jinsi gani ya kukusaidia. Umenielewa? Na mimi ndio maana nataka nimuone mkubwa wako kusudi tuende kidogo. Haina haja kukinganisha na bosi wangu. Mimi tu inatosha. Wewe utaonana na mimi nitaonana na bosi wangu, tutajua jinsi gani ya kukusaidia wewe. Sawa, nashukuru hata kwa kunisaidia sana. Sasa niwaomba nimuone mwanangu. Sawa. Shikamoo baba. Sina shida, shikamoo yako. Mtoto mbaya sana wewe. Kama simba porini. Yaani unasubutu kumuua mdogo wako eti kwa sababu ya mwanaume. Hana lolote chochote. Kwa mwanaume gani? Mwanaume hana kazi, hana mahali pa kuishi. Mwanaume wa kumulia ndugu yako kweli? Huna hata upendo. Unakuwa kama mnyama porini. Mtoto una baraka gani wewe? Kwa taarifa yako sasa, na kuacha hapa utaozea hapa. Leo yako itakuisha hiyo. Baya sana, mshenzi kabisa. Mama kuna? Mama. Sawa. Hakuna mama yako. Unatakiwa uongee na mimi. Unaletea kiburi. Unaleta kiburi. Wewe. Unamua mdogo wako kwa sababu ya mapenzi. Sichana kwenu kama wewe. Sasa unipende mimi. Nitakutoa hapa kituoni. Wewe. Unanitemea mimi mama?
Tina. Tina. Nakukumbuka Tina. 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 Jeff, mbona unalia? Nashindwa kuelewa kabisa Jeff. Kivipi? Chozi lako unalolitoa ni zaidi unaonyesha kwamba mapenzi yako bado yapo kwa Tina ingawa ameshafariki. Kumbuka uliniahidi nini Jeff? Kama ndio hivyo Jeff, ni heri niondoke zangu. Lina. Naomba nisamehe kama nimekuudhi. Naomba nisamehe mpenzi. Ni mambo mengi Tina alinifanyia. Na ndio maana nalia. Nimeamua kurudisha moyo wangu kwako. Nashukuru kusikia hivyo Jeff. Nami pia naahidi nitaendeleza penzi langu kwako. Nakupenda sana Jeff. Mambo vipi Plazani? Safi, hali vipi? Safi kabisa. Vipi wewe kuhusu wale jamaa? Wale jamaa bwana wamekoma ile milioni 3.5. Sasa wile, mimi mwisho wangu silikuwa milioni 4. Haiwezekani kwa sababu anadai kadi hamna gari yenyewe. Na kweli gari haina kadi. Kwa sababu gari yenyewe unajua hii ni ya kupewa. Sasa unafikiri itakuwaje? Kwa sababu wakitoa milioni 3.5 ile, mimi nitashindwa kukupa hela yako ya udalali. Itakuwa sio biashara sasa. Sasa itakuwaje? Sijui tena. Lakini poa usijali Plazani. Nitakutafuta mteja mwingine. Haya. Unasemaje Joan? Jamani Andrew, mbona hivyo? Sikiliza Joan. Nikwambie mara ngapi mpaka unielewe? Okay, nimeshakuelewa. Sasa kama umenielewa mbona unanifuatafuata? Mbona unanifuatafuata? Sikia Andrew. Sina cha kusikiliza kutoka kwako Joan. Kipo Andrew. Kipi hicho Joan? Sikia Andrew, mimi bado nakupenda. Tafadhali, naomba unipe nafasi tena ili nionyeshe ni jinsi gani nakupenda. Umemaliza? Umemaliza? Huna jipya Joan. Mimi nimeamua kujitafutia maisha peke yangu bila kumtegemea mwanamke yoyote. Okay Andrew. Naomba katika maisha yako unikaribishe na mimi ili tuweze kutafuta wote. Joan. Tafadhali naomba usinifuatilie. Tafadhali Joan usinifuatilie. Andrew, please. Usinifuatilie Joan. Andrew. Mjini hapa mdogo wangu. Bastola zinauzwa kama njugu ili mradi uwe na pesa zako tu. Lakini dada, kwa nini uachie watoto wamiliki kiasi chote cha pesa? Sasa ufanyaje? Sawa, kwa sababu gani? Yule ni mtoto wangu wa kwanza. Inabidi nimwachie sitoshe kitu. Mimi kila mtu nimempa akaunti yake. Alafu mimi sikai muda mwingi huku. Siku zote nakuwa nje ya nchi. Nitawaangalia saa ngapi? Ndio atie hela kwake hizo? Ndio, sasa nifanyaje? Hapana. Ningefanyaje sasa? Lazima ningefanya hivyo. Hey. Halo. Afande Joshua. Kuna habari gani tena huko? Anaumwa?
Amelazwa hospitali gani? Aha. Ndio. Asante, nakuja sasa hivi. Sawa. Asante sana. Haya. Asante. Hivi dada? Bwana. Mtoto amelazwa hospitali. Dada, lakini nilikwambia polisi kuna kila aina maradhi kule. Unamwachia mtu anakaa kwa polisi siku zote hizo. Sasa ningefanyaje? Dada, fanya juu chini ukamtoe mtoto. Ndio niko katika juhudi hizo, sana jitahidi. Lakini dada, kumbuka Majuto ni mjukuu. Sasa ningefanyaje? Shauri yako. Tibu, polisi akishaingia mtu rahisi kutoka sasa. Ndio wapo lazima uhangaike. Niko chini juu nataka nimtoe. Lakini sasa ngoja niende hospitali kwanza. Nikaone kinachoendelea. Ameletwa hapa akiwa ana homa kali, pia alikuwa akitapika sana. Vile vile tumeweza kugundua tatizo lingine. Tatizo gani daktari amegundua? Blandina ni mjamzito. Ana ujauzito? Aha. Na ujauzito wake ni una miezi 2 sasa. Mama. Karibu. Asante. Habari yako mama? Nzuri, habari za kazi? Nzuri tu, shikamoo. Marhaba, nakuja kuongea na mwanangu. Hamuna tatizo mama, unaweza kuongea naye. Asante. Blandina. Blandina, sina kuita wewe? Nimesikia unasemaje? Vibaya hivyo mwanangu. Huna hata salamu kwa mama yako? Salamu ya nini? Wewe ulikataa shikamo yangu? Siku wazilingani mwanangu. Leo nimekuja na jambo zuri nataka tuongee. Jambo gani hilo zuri? Madaktari wamekupima, wamekuta una ujauzito wa miezi 2 mwanangu. Ujauzito? Ndio. Asante sana Mungu. Umesikia kilio changu. Kwa nini unasema hivyo mwanangu? Mama, ujauzito utakuwa ni wa Jeff. Wa Jeff? Kwa hiyo unamfikia Jeff moja kwa moja. Na Deus je? Mama, Deus alipotoka Marekani nilipa sharti moja. Hatuwezi kufanya mapenzi mpaka tufunge ndoa. Kumbe ndio maana akakubali kufunga ndoa haraka na wewe. Lakini hakuwa tayari. Ndio maana kutokea kanisani. Alikuwa hana nia kunioa. Sasa tutafanyaje mwanangu? Najua mama una uwezo wa kunitoa na kesi ikafutwa kwa pesa zako. Uwezo huo ninao Blandina. Sio na wasiwasi. Nitoe basi mama. Unataka kufanya nini? Nitamtafuta Jeff na kumweleza ukweli. Ujauzito huu nilionao ni wa kwake. Akikataa, basi nitahakikisha najifungua salama. Kwa nini usitoe mimba hii mwanangu Blandina? Unakubali kuzaa na kabila kama Jeff, alafu mtoto amkatae awe hana baba? Unafurahia nini wewe? Alafu itakuwaje? Mtu hana kazi, hana baadhi. Unang'ang'ania mimba. Utaizaa ili wewe jinakuza. Sina kueleza. Unatia aibu sana mwanangu. Unamng'ang'ania kabila yule. Jeff hana kitu gani? Hana kazi. Atakusaidia nini maisha yako? Mama, mimi hilo sijali. Mimi shida yangu nizae mtoto ambaye atakuwa kumbukumbu kwa penzi langu kwa Jeff. Kumbukumbu unamng'ang'ania Jeff ni baba yako? Jeff hana kitu. Yote gharama kwa ajili yangu mimi. Alafu unamng'ang'ania Jeff hana kitu gani? Kapuku kama yule hana kitu. Shida tu unataka kumtetea. Yaani ni umzae mtoto wako, nimlee na Jeff nikulee na wewe. Unanitafuta kitu gani mtoto wewe unakia hivi mtaani? Nikisema mtoto wangu mtajiri kama mimi, kazaa na Jeff utanielewaje? Bara gani hili? Ni watoto mna nini lakini? Mnataka mfanyiwe nini? Starehe zote ulizozipata nyumbani kwangu. Hela zote nilizokuwa nazo nitajiliza nini? Ulisema Blandina ni mjamzito? Ndio afande. Mnamjua anamsababisha ujauzito? Namjua. Sasa mnataka kama tu jamaa? Hapana afande. Shida yangu mimi nataka Blandina achiwe huru basi. Sawa, hamna neno. Na ile pesa iliyobaki? Tena nakupa sasa hivi nikuja nayo. Ziko sawa kama tulivyokubaliana? Sawa afande. Yeshua, hebu hesabu. Hapana, nakuamini. Asante. Wakati wote unapokuwa na shida ya polisi, naomba unistue. Asante.
Mwanangu, mbona huna raha? Nimekutoa polisi sasa uko huru. Sasa mbona huna raha kwa nini? Roho inaniuma. Roho inaniuma mama. Nimemuua mdogo wangu kwa sababu ya mapenzi. Pole sana mwanangu. Yalopita yamepita. Kazi ya Mungu haina makosa, utafanyaje? Asante sana mama. Lakini nia yangu bado iko pale pale. Nilee ujauzito wangu. Nijifungue salama. Pia nimlee mtoto wangu. Uamuzi wako mwanangu ni mzuri sana. Na mimi napenda umpate mtoto wako, tutamlea wote kwa furaha. Nasikia? Blandina, pamoja na ukatili wangu wote, leo nimemwaga machozi Joan. Oh, pole sana Blandina. Sasa kuna kitu nataka kujua. Kitu gani Joan? Tulipotoka nyumbani, kuna kitu uliniambia unakuja kuniambia. Matokeo yake tumefika hapa makaburini, ukaniacha ndani ya gari. Ndio Joan, kuna kitu nataka kukuambia. Niambie Blandina. Kwanza, naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia. Nimekusamehe Blandina. Hata mimi pia. Nimekusamehe kwa yote ulionitendea. Kwa hiyo tumesameheana, sio? Bila shaka. Pili, nataka ujue kitu kimoja. Na ujauzito wa Jeff. Wow! Hongera. Hongera sana Blandina. Asante. John, najua hata wewe pia unampenda Jeff. Hapana Blandina. Sasa hivi sina nia naye. Sasa nia yako iko nani? Nia yangu ni kuwa na Andrew kiutu uzima kama mke na mume. Lakini Andrew bado hayuko tayari kuwa na mimi. Anasema eti nimwachie maisha yake. Pole sana. Ipo siku utafanikiwa. Mimi nia yangu ni kumtafuta Jeff. Ajue juu ya ujauzito wake nilionao. Alafu kama atakubali niishi naye. Jeff hawezi kukubali. Kwa nini? Siku ile pale kituo cha polisi Jeff aliondoka na Lina. Okay, sawa. Lakini nia yangu bado iko pale pale. Jeff ajue kuwa mimi na ujauzito wake. Sawa. Joan, nataka unisaidie kumtafuta Jeff. Okay, my best friend Blandina.
Unajua nini Blandina? Andrew atakuwa amepigika vibaya sana. Kwa nini? Wewe uone? Utanashati wote ule alokuwa nao. Leo hii aishakushika grease chafu. Ina maana wewe ndio ulikuwa umemweka mjini? Huwezi kuamini Blandina. Mimi ndio nilikuwa namlisha na kumvisha katika mji huu. Amechafuka. Utanashati wake wote ameshia hapo. Ona nitakavyompa vipande vyake. Habari zenu warembo? Poa, sijui wewe. Safi tu. Blandina, pole sana. Naona umetoka. Vipi kesi? Kesi imefutwa. Unataka nifungwe Andrew? Hapana, nataka tu kufahamu. Maana ile ilikuwa ni kesi ya Bwana Heri. Bwana Heri? Ndio, wewe hujui usemo huo? Sijasikia. Mbuzi wa Bwana Heri wamekula majani ya Bwana Heri katika shamba la Bwana Heri. Unamaanisha nini? Mbuzi wa Bwana Heri, majani ya Bwana Heri, shamba la Bwana Heri. Kuna kesi hapo? Hakuna kesi. Samani, nilikuwa nataka kujua Jeff alipo. Sifahamu anapokaa Jeff wala Lina. Andrew, tangu lini umeanza kazi hii? Hii ni kazi yangu tokea zamani. Kwanza ni nani aloelekeza hapa? Tumekwenda nyumbani, tutaelekezwa. Nasikia umeuza gari Mr. Playboy. Hiyo haikuhusu Joani. Andrew, nikonge gari nyingine ili urudiane na John. Tafadhali Blandina, kama mmekuja kunikejeli mniambie. Andrew, achana na kazi hii. Hivi, sasa ulipopoteza rangi yako ya asili ya ngozi kwa kuchafuka na grease chafu. Haya ni maisha yangu. Na sitategemea kupata pesa kwa mabinti kama nyinyi. Lakini Andrew, hii kazi haikufai. Unadhani inaweza kupatia maisha mazuri? Naona mnanipotezea muda. Andrew! Huyo mwanaume kama binti. Tumemweza leo. Nilipokuwa naishi na Andrew walau kwa muda mchache, nilikosa kabisa amani ya maisha. Kwa nini? Nilikuwa napata kila kitu kwa kweli, lakini nilijihisi nakosa penzi la dhati. Hilo sio kweli Lina. Andrew anakupenda sana. Sadiki Jeff, penzi la dhati halina kificho hata siku moja. Katika penzi hili niko tayari kuishi maisha yoyote, hata kama umaskini wa kutupa. Lina, wengi wanasema pesa ni sabuni ya roho. Sio sabuni ya roho tu. Wengi pia husema pesa ndio kila kitu katika dunia. Wewe msimamo wako ni upi? Msimamo wangu, pesa si kitu cha msingi katika maisha yangu. Mimi nasema pesa ndio kila kitu katika maisha. Lina, nyinyi wanawake katika shida ni wepesi sana kusawishika na jinsi pesa. Sio Lina Jeff. Umesahau Andrew alitutenganisha itumia nini? Pesa. Acha kukumbusha mambo yaliyopita bwana. Lina. Mimi ninaamini pesa ina nafasi kubwa katika maisha ya mapenzi. Na kwa kujua hilo, nitaisaka usiku na mchana ili kuhakikisha Lina wangu na familia yangu tunaishi maisha yasiyo na mashaka. Amen. Blandina. Wow. Mambo. Nda siku. Jamani, miaka mingapi sasa? Kama miaka 5 hivi jamani. Jamani, umenenepa. Kushinda wewe. Unatokea wapi huko? Nimetoka kuangalia maendeleo ya ujauzito wangu. Una ujauzito? Yeah. Wa nani? Na mchumba. Hongera. Asante. Okay. Unaelekea wapi? Mimi naelekea hapo nyumbani. Tuna basi nikupe lifti tuongee zaidi. Okay. Huu ndo mtaa wetu Blandina, utapotea. Wala siwezi kupotea. Utakuja kunitembelea kweli au ndo mwisho kwa sababu umenipa lift? Wala. Nitakuja hasa siku za weekend. Sawa. Lakini hujanionyesha unapoishi. Naishi nyumba ile pale, vyumba vya uani. Sawa. Acha mimi niende. Okay, Mungu akipenda. Wewe dada. Dada.
Samahani dada. Bila samahani. Kwani yule uliokuwa unaongea naye pale ni nani? Yule ni rafiki yangu anaitwa Blandina. Oh, Blandina. Amekuja kufuata nini huku Swahilini kwetu? Kwani vipi? Mbona maswali mengi? Usijali dada. Nilikuwa nakuuliza tu. Nilikuwa nataka kujua kama kuna mtu amekuja kumtafuta. Amtafute nani? Uswahilini bwana, mkiona mtu kaletwa na gari tu basi macho juu juu tu. Mbona sasa unaondoka? Nilichokuwa ninakitafuta nimeshakipata. Halo, umetumwa nini? Shetani mkubwa wewe. Umlogi mtu hapa. Atakuwa amefuata nini hapa mtani kwetu? Sijui Jeff, ila nimefanya uchunguzi. Yule msichana anaitwa Vicky. Na amesema Blandina rafiki yake? Ndiyo, naamini hawezi kumdanganya. Kwa nini unaamini hivyo? Kwa sababu hakujua mimi namuuliza kwa sababu gani? Blandina. Bado unatufuatilia tu. Safari hii mimi sikubali. Lazima nitoe roho yake kama atakuchukua tena. Hata mimi sikubali. Labda nichukue nikiwa maiti. Mimi naona Jeff tutafute chumba. Cha nini? Tuame. Pesa? Si zile tulizokuwa tunachanga kwenye kibubu. Lakini tutakuwa tunaanza maisha upya Lina. Ndiyo, kwani unaogopa Jeff? Kumbuka hatuna hata vitu vya ndani. Tutamwazima shangazi hivi vitu vya Janet. Mpaka hapo tutakopata pesa zetu, tutanunua vitu vyetu wenyewe Jeff. Atakubali? Itabidi akubali na nitambembeleza, naamini atakubali. Mimi roho yangu inasita kuhama kwa shangazi. Oh, sasa nini Jeff? Lazima tuame. Roho yangu inaniambia Blandina yupo karibu kugundua kama sisi tunaishi mtaa huu. Sawa. Nashukuru. Kesho inabidi nikawape kazi madaraji. Wewe unatafuta chumba cha bei gani? Bei yoyote ile Jeff. Chumba ni chumba. Kwa kumkimbia Blandina, niko tayari kutafuta chumba chochote kile, hata kama chumba kirefu. Oh, hata kumbini? Ndiyo, ili mradi niwe na wewe.